Tupate darasa kidogo kuhusu love, destiny, hatima ya mapenzi. Maisha yanatufundisha kwa njia chungu. Yanatuonyesha kuwa mapenzi hayakai kwenye maneno pekee, yanakaa ndani ya moyo. Unaweza kuoa, unaweza kuapa, unaweza kuahidi, lakini huwezi kuamuru moyo umpende nani. Hapo ndipo makosa mengi huanzia. Tunapoamua kwa haraka bila kuuliza moyo wetu uko wapi kweli. Loveness anaumia kwa sababu alimpenda mtu kwa moyo wote. Alijitoa, akaamini, akaweka maisha yake mikononi mwa mapenzi. Natalia naye anaumia kimya kimya kwa sababu historia haifutiki kwa kusema yamepita. Kumbukumbu huishi na alama hubaki. Na John ndiye picha halisi ya mtu aliyeshindwa kufanya uamuzi mapema. Alibeba moyo wa zamani, akaingia kwenye maisha mapya, akidhani muda utaondoa maumivu. Lakini muda hauponyi kila kitu. Muda huficha, lakini hauondoi. Hapa ndipo somo kubwa lilipo. Ukijua moyo wako haujaachilia yaliyopita, usimuite mtu mwingine aje akaishi kwenye vita vya ndani ya nafsi yako. Kwa sababu mtu huyo atakula lawama, ataishi mashaka, na ataumia kwa kosa ambalo hakulifanya. Mapenzi yasiyo wazi ni mateso. Mapenzi yenye siri ni sumu. Na ndoa isiyo na ukweli ni gereza la kihisia. Sisi kama binadamu tunahitaji kujifunza kusema ukweli mapema, hata kama unauma. Kwa sababu ukweli wa leo unauma kwa muda, lakini uongo wa leo huuda taratibu kwa miaka. Jiulize leo, je, moyo wako uko huru kweli? Au unatembea na mtu lakini unaishi na kumbukumbu za mwingine? Unaweza kuendelea kupigania mapenzi ambayo moyo wa mwenzako haupo kweli? Ni lipi linauma zaidi, kuachwa wazi au kuishi na mtu ambaye yuko kimwili tu? Je, ni haki kumpa mtu ndoa wakati moyo wako bado unaishi kwenye historia ya mwingine? Ungechagua nini leo? Kuokoa ndoa kwa gharama ya nafsi yako, au kuokoa nafsi yako kwa kuachia ndoa? Je, mapenzi ya kweli yanakulazimisha uvumilie mateso, au yanakupa amani hata kama kuna maumivu ya kuachana?